tena kwenye FI Slide ambapo ni mfumo kutoka Febonic ambapo utakuwa una deal na manunuzi, mauzo na management nzima ya bidhaa zako, ambapo kwa siku ya leo nitakuonyesha ni jinsi gani ya kuongeza wasambazaji katika mfumo wako au suppliers. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza itabidi kuweka jina la mtumiaji na pia neno la siri. Baada ya hapo nitabonyeza ingia. Kwa hiyo moja kwa moja ili kuweza kuongeza wasambazaji kwenye mfumo, nitakuja kwenye option yangu ya msingi. Alafu nitabonyeza kwenye option hii ya wasambazaji. Baada ya hapo itanipa listi nzima ya wasambazaji ambao ninao mpaka sasa kwenye mfumo wangu. Kwa maana nyingine hawa ni suppliers. Kwa sasa hivi sina hata mmoja. Kwa hiyo ili kuongeza nitabonyeza kitufe hichi cha rangi ya blue ambacho kimeandikwa ongeza msambazaji mpya. Baada ya hapo nitaweza kuweka vitu mbalimbali kama jina la msambazaji. Kwa hiyo kwa leo nitaweka Febonic Limited, mtu wa kuwasiliana. Kwa hiyo kama kuna jina lingine nataka kuweka kuhusu msambazaji huyu, nitaweka details zake hapa. Kama kuna namba ya simu nataka kuweka, nitaweka hapa. Kama kuna email nitaweka hapa. Kwa hiyo information anwani nitaweka hapa. Kwa hiyo information zote ambazo nataka kuweka nitaweka hapa. Kwa hiyo taarifa ya code kama ni GRN, ni TIN na kila kitu nitaweka hapa. Kwa hiyo kama imetokea naweka msambazaji ambaye kwa sasa hivi ananidai, namweka ni mpya lakini tayari ananidai, kwa hiyo deni lake nitaweka hapa. Kwa hiyo kama ananidai deni nitaweka hapa. Kwa hiyo chochote nitachokiweka hapa kitakuwa ni deni. Kama mimi ndo namdai msambazaji huyo nitaweka negative 120. Kwa hiyo hichi kiasi kitakuwa ni mimi ninamdai. Kama yeye ndo ananidai itakuwa hivi, ila kama mimi ndio ninamdai nitaweka alama hii alafu kiasi hichi. Alafu baada ya hapo nitabonyeza hifadhi msambazaji. Moja kwa moja msambazaji wangu huyo atatokea kwenye mfumo wangu.